ikiwezekana urudi kwa mkeo. Nimechoka hizo drama zako. Malaika wangu wa kwanza. Nimekubali. Malaika, nimekubali. Sirudi kwa mke wangu. Haki ya Mungu, sirudi kwa mke wangu Malaika. Bora nifie huko Malaika. Malaika. Nimepotea kwenye macho, kwenye kicheko chako. Shemeji, yaani hata sijui nianzie wapi. Kweli nimetingwa, yaani imekuwa tatizo kubwa sana kwangu. Yaani mpaka nimekuja hapa. Naomba unisaidie shemeji yangu. Ni takriban mwezi mzima sasa mume wangu sijamuona nyumbani. Hivi shemu, upatagi muda wa kumuuliza mwenzio kwamba anaendeleaje na familia yake? Hakuna mahitaji yoyote nyumbani, si sabuni, si chakula, yaani hakuna kitu chochote kile. Hivi mimi kama mwanamke naishije? Na kweli shemu, naomba usinifiche. Naomba uniambie ukweli. Yaani kwa sasa hivi niko tayari kupokea kitu chochote kile. Nyinyi wanaume huwa mnazungumza mengi sana. Kwa hiyo naomba usinifiche chochote kile. Kiukweli shemeji, kwanza kabisa nikupe pole. Hili kweli limekuwa tatizo na imekuwa ni changamoto, tena sio kidogo. Hii ni changamoto kubwa kwa sababu huo mwezi ambao unasema haujamuona Marekani nyumbani, ndio huo mwezi pia mimi sijamuona ofisini. Uzuri au jambo la kupendeza zaidi ni bosi hayuko ofisini. Alipata safari akaelekea Ufaransa, na hiyo ndio imesababisha kuwa taarifa ya Marekani kutokuwepo ofisini kuwa hajaipata. Hata kama ofisini hajafika, yaani hata kuacha mahitaji nyumbani kwake. Kweli shemeji? Sawa, hata simu tu kunipigia. Kweli shemeji? Jamani, mimi nimemkosea nini kikubwa? Aya, akaniachia ule mjumba. Kwa hiyo mimi nile nyumba au nile nini kule ndani? Hakuna chochote shemeji. Lakini kwa vile nilikuwa natoka sasa, na hii taarifa uliyokuja kunipa kwa sasa shemeji imenishtua. Ngoja nijaribu kufanya mawasiliano naye kwa simu ili kusudi tujue kama yuko mahali gani ili niweze kukutana naye. Nimpigie hapa. Hello Marekani. Yes, hello. Habari. Salama, habari yako kaka? Kaka, nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Vipi, tunaweza kuonana? Mimi niko sehemu lakini sihitaji mtu yote aweze kufahamu. Nahitaji kuzungumza na wewe. Unaweza kunitumia location tuweze kuzungumza? Sawa. Nitakutumia location basi. Sehemu nilipo. Sawa. Hivi watakuwa na jambo gani?
Nadhani umemsikia shemeji. Mimi hapa ninasubiri tu anitumie hiyo location ili kusudi niweze kwenda kumuona huko aliko. Na naamini kila kitu kitakuwa sawa shemeji. Alafu kwa sababu sasa na mimi nilikuwa nataka kuondoka na yeye kasema ananitumia location. Sasa wakati nasubiri yeye anitumie location, ngoja mimi nikaanza kuangalia mpira kidogo. Basi sawa shemeji. Utafanyia na wewe kidogo pale nyumbani ili mambo yaende sawa. Asante sana. Usijali shemeji. Mungu akubariki shemeji. Usijali, kuwa na amani. Mimi ngoja nikaendelea kuangalia mpira. Sawa shemeji, ngoja mimi nitoke. Bila usizunike sana. Isije kawa ni yale masuala ya kiofisi. Haya, wapi? Namotulia hapo hapo. Haya, nimesikia mazungumzo yenu yote. Ulikuwa ukiongea na nani? Nilikuwa naongea na rafiki yangu ambaye tunafanya kazi ofisi moja. So sikupenda niweze kumwelekeza aweze kufika hapa kwa sababu kuna vitu navihofia. Kitu kingine ni kwamba unajua malaika wangu, mimi nakupenda sana. Kutokana na uzuri wako jinsi ulivyo, sikutaka hata marafiki zangu waweze kukuona. Yaani waweze kuwa karibu yako. Na hisi wanaweza kaniibia mke wangu. Kwa hiyo nimeona niweze kuona naye tu sehemu tofauti, yani kwenye garden au hata Mlimani City. Pia itakuwa kitu kizuri zaidi. Wewe bwana. Sikia ngombe kitu. Hapa kuna cha garden, hakuna cha Mlimani City, hakuna switch ya wapi baba. Sikia. Kama rafiki yako ni muhimu sana, mwambie mje muongelee hapa hapa nyumbani na mimi nipo. Yaani hapa mpaka kieleweke baba. Hakuna kutoka, hakuna kuingia. Yaani tupo wote lele. Sijui unanielewa? Basa. Sawa, ila ndio hivyo. Mimi nipo chumbani na kusubiri. Unanisubiri? Mapenzi gani haya yamenitoa kabisa njia, naficha pete mfukoni, nikikukumbuka nazimia. Umekuja taratibu kama harufu ya jioni, ghafla moyo wangu. Hatimaye nilichokuwa nakitafuta nimekipata. We baba mtundu wewe. Yaani umejua kunikosha mwenzio. Yaani hapa nilipo mwepesi. Baba. Huu mwili unaoona ni wa kwako. Yaani utumie unavyotaka wewe tu baba wangu. Sawa baby. Sawa. Unajua wakati naenda jandoni niliweza kuzungumza na ngariba wangu kabla striker sijaingia uwanjani. Yaani bwana Samata goli ila hapa ni mashuti tu. Hapo ndipo nanyoa mtoto watu mie jamani ji. Sijui naelekea wapi. Wewe kaka wewe. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Lakini nakupa onyo. Endapo nitakapokuona wewe na Leina, ndipo utakapojua maharage ni mboga au sio mboga. Nyie wote mtaelekea njia hiyo moja. Mimi sipendi kushare. Sijui unanielewa? Kwa kama umeamua kuwa na mimi, kuwa na mimi. Huyo takataka wako achana naye. Sijui umenielewa? Hilo liweke akilini. Kumbe unamjua Leina? Ndiyo, nimemjua muda. Yule ni shoga yangu.
wa muda mrefu tu. Basi sawa mama yangu, usiwaze, utaniona naye Leila. Jamani, kama nilivyo bebi wangu, mapenzi yatakuwa moto moto, yatakuwa pande. Walishazusha na maneno kibao kuhusu Leila, sijali kuhusu wao, wasichojua wendo wangu mamilo, naye kupenda na wao wapende wao, wanachokera na usiku walali. Hivi sisi watoto wa kimaskini, yaani sisi watoto wa kimaskini hatuwezi kutupa chakula namna hii. Hivi papa huyu ujasiri anautolea wapi? Anautolea wapi ujasiri? Anyway, ngoja mimi niwasaidie bana. Wenyewe wameshazoea kuna niliku kuacha chakula, sawa. Ila ipo siku yeye na mke wake watakikumbuka hiki chakula. Hamna shida hata hivi, sawa. Mradi mkono umekuwa mbichi hapa, sawa. Bismillah. Papa, karibu ndugu yangu. Sasa hivi shemeji, hebu nikuulize kitu. Hivi wewe papa umeanza lini kubakisha chakula hivi? Wewe nani aliyokuambia ule chakula? Jamani shemeji, mimi nimekuja kuwatembelea. Nimeona chakula kimewekwa hapa. Mimi nikabidi nile kwa sababu nimeona kama mmekishindwa. Mimi kwa sababu mimi nimemwekea mume wangu. Kwani wewe ule? Wewe Kidi. Naam. Una akili timamu kweli? Hivyo umetoka huko utokako, unakuja kula chakula ambacho haujui nani aliyowekewa? Wewe, tabia hii imeanza kutoka lini? Kidi. Papa, kisa tu maharage hivi ndo ninyenyase mimi? Kaa kimya wewe. Ndugu yako unatoka kule ulikotoka na kuja kula chakula hapa. Alafu hujui hicho chakula nani kaiwekea? Chakula ni ibada. Ninachokuambia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi sitaki tena urafiki na wewe. Sijui unanielewa? Sifanye hivyo bwana. Na hapa ninapokuambia toka. Toka nyumbani kwangu. Hebu ondoka. Shenzi wewe. Ondoka bwana. Toka. Shenzi. Toka. Shenzi wewe. Sawa. Ondoka bwana. Tunaonana. Waliosha mbele ya shemeji. Na wewe huo makini. Shenzi wewe. Tunaonana. Alafu wewe mdogo wangu wewe. Wewe. Ingia ndani. Chukua twende. Chukua vyombo twende ndani. Karibu mwanangu Dela. Asante mama.
Shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Karibu sana. Mama, kama tulivyozungumza kwenye simu, mimi mwanako na shida, nilikuwa naomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia, ila wewe ni kijana mzuri sana katika hichi kitongoji chetu, na pia sijawahi kuona kijana mwingine kama wewe, na kuamini sana mwanangu. Sawa, acha nikakupatie pesa, ila kipindi hichi ni kigumu sana mwanangu. Unaona hali inavyokwenda? Jitahidi basi, angalau ile ahadi zako ziwe za kweli, maana nakuamini sana. Acha basi nikupatie pesa. Sawa. Hichi hapa mwanangu. Wewe na siku njema sana. Asante mama. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Amina. Mimi naenda. Sawa, karibu tena. Asante. Ila jitahidi sana mwanangu, maana hali unaiona hii, napambana. Siwaze mamangu. Sawa. Nikutakia siku njema. Mama. Haya. Habari yako? Salama. Naona umeniletea pesa yangu ya mchezo. Sikiliza we dada, sijaja hapa kwa ajili ya kuletea pesa ya mchezo. Nimekuja hapa kukupa taarifa. Gamba amerudi kutoka magereza. Kwa hiyo nakupa honyo, jiepushe na bwana wangu. Hebu nisikilize wewe. Huyo Gamba wako alivyotoka huko magereza, kituo cha kwanza hapa kwangu. Sasa sitaki kusikia hizo ngojera zako wala hiyo elimu yako. Sikiliza dada, mimi nakupa honyo tu, jiepushe na Gamba. Tofauti na hapo, nitakufanya kitu kibaya. Wewe ndo chanzo cha kila kitu mpaka Gamba kwenda magereza. Hebu nisikilize tena kwa makini sana. Nimeshakwambia sina shida na huyo bwana wako Gamba. Mwana mwenye kibaka. Mimi wa nini? Mimi na maisha yangu dada. Mimi nishajipata sasa hivi. Sasa mimi wakati gani huyo takataka yako mimi wa nini? Tena naomba unisikilize. Na unisikilize kwa makini. Huyo bwana wako Gamba akiniletea pesa, siache hata 100. Yaani napita naye. Upo? Kwa sababu mimi nimeletwa duniani kwa ajili ya pesa. Nimezaliwa kwa ajili ya pesa. Sasa kwa nini niache pesa? Tena kwa wanaume wa shamba kama hao. Hapo mwenzangu. Unasemaje wewe fala? Gamba hakuwa kibaka kabla hajakutana na wewe. Alivyokutana tu na wewe ndo akawa kibaka, mkabaji na ujangili wote. Fujo zote anazofanya mtaani, Gamba anafanya kwa ajili ya tamaa zako. Sasa basi, kaa mbali na Gamba. Kama utofanya hivyo, endapo kitacho kukuta usimlaumu. Na kuhusu swala lako la pesa, hilo forget kabisa. Yaani potezea, kwa sababu umekula pesa nyingi sana za Gamba. Bado unataka pesa. Pesa gani unazotaka nikupe? Nimeshakuelewa. Na umesema utanifanya kitu kibaya. My dear, mimi nimeshajitoa sadaka. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Si unaleta ujeuri? Sawa. Ondoka bana.
nishazusha na maneno kibao kuhusu ila sijali kuhusu wao, wasichojua wendo wangu mamilo, naye kupenda na wao wapende wao, wanachokera na usiku walai, wanachotaka ni kwache maiwai, hivi ni kipisi wanachotudai, wanakele kwa situkisha furahi. Nesha kuposti komenti za matusi kibao, wengine wako live wanatukalia vikao, uo ubize wangeka kwenye biashara zao, sasa na majumba na miliki na magari yao, wanani unfollow. Mapenzi gani haya yamenitoa kabisa njia, naficha pete mfukoni, nikikukumbuka nazimia. Umekuja taratibu